Hallelujah. Amen. Katika kitu cha msingi Something very important na kitu cha maana sana and something very meaningful kwenye maisha ya wokovu in salvation life ni uaminifu. is faithfulness. Tumekosa We have lost vitu vingi ambavyo ni haki yetu a lot of things that deserve us kwa sababu ya kukosa uaminifu. because we have failed to be faithful. Ukikosa uaminifu kwenye maisha yako, When you lose faithfulness in your life, maana yake umekosa kupokea unachostahili kupokea kutoka kwa Mungu. meaning you have lost receiving what you deserved from God. Kuna vitu vingi ambavyo tunastahili There are a lot of tasks that we deserve na ambavyo ni haki yetu, and what is righteous for us, lakini but huwezi kupata haki you cannot get righteousness kwa Mungu from God kama wewe sio mwaminifu. if you're not faithful. Kama umeokoka If you're born again na ukakosa kuwa mwaminifu, and you lose to be maana yake faithful, umekosa haki that means you've ya lost kupokea righteousness to receive haki yako your righteousness kutoka kwa Mungu. from God. Na Mungu And God, ametufanya sisi He has made us kuwa watumishi wake being His servants kwa sababu tulimpokea Yesu. because we received Jesus. Ukimpokea Yesu, When you receive Jesus ndani yako inside you, unafanywa kuwa wa kwake. you become His. Unafanywa kuwa wa kwake. You become His. Ukimpokea Yesu, When you receive Jesus, unageuzwa you're being turned, kuwa kama Yesu. being like Him. Manake una deserve Meaning you unastahili kufanya kama yeye anavyofanya. doing like how He did. Una deserve You unastahili kuishi kama yeye alivyoishi, living like how He lived, kuwa kama yeye. being like Him. Lakini But ili uweze kuwa kama yeye, if you want to be like Him, lazima uwe na kitu kinaitwa uaminifu. you must have faithfulness. Ukiwa na uaminifu When you're faithful na ukiwa mwaminifu, and become faithful, una haki you deserve ya kurithi pamoja na Kristo. to inherit with Christ. Kuna mtu amenielewa? Does someone understand me? Na kama unanielewa, When you understand me, unasema amen. say amen. Usikalie mdomo wako Don't sit on your mouth. wala usikae kumshangae na tafsiri lugha. Kuna mtu ananielewa vizuri? Amen. Nimesema hivi, When I've kwa said that, kadiri ambavyo Mungu alikuwa ananifundisha, like how God taught me, kuna vitu vingi there are a lot of stuffs ni vya kwetu. that are ours. Baba yako Our Father, akiwa ana mali, when He has wealth, hizo mali sio za kwake. that wealth does not belong to Him. Mali alizonazo baba The wealth that He has, ni kwa ajili ya watoto wake. it's because of their people. Nikiuliza swali hapa, When I ask, nani ni mtoto wa Mungu? who is a daughter or son of God? Nani ni mtoto wa Mungu? Who is the child of God? Kama wewe ni mtoto wa Mungu, nyosha mkono wako juu. If you're a child of God, raise up your hand. Nyosha vizuri kabisa. Raise up properly. Nyosha kama wewe ni mtoto wa Mungu. Raise up like you're a daughter of God. Chukua hatua nyingine ya kusimama. Raise up on your feet. Kama wewe ni mtoto wa Mungu. If you're a child of God. Kama wewe ni mtoto wa Mungu. If you're a child of God. Ninakubaliana na wewe. I'm agreeing with you. Kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. That you're a child of God. Lakini but nina swali lingine la kukuuliza. I have a question to ask you. Swali ninalokuuliza ni kwamba The question I'm asking is that Biblia inasema the Bible says fedha, mali na dhahabu ni mali ya Bwana. Wealth and gold is the Dhahabu inheritance of God. ni mali ya baba yako. Wealth is the inheritance. Fedha ni mali ya baba yako. Inawezekanaje baba yako ana vitu anamiliki, alafu unaishi maisha ya kuteseka? How does it come that God has them but you don't have them and you're suffering? Kuna mtu ananielewa? Does someone understand me? Kama baba yako If your father anamiliki, has, wewe unatakiwa kumiliki vile vitu alivyonavyo baba yako. What your father has. Kwa nini mpaka sasa hivi unalia shida? But why like now? Kwa nini mpaka sasa hivi umebaki ni mtu wa kuongea lakini hakuna matokeo kwenye maisha yako?
but there is no any results in your life. Kitu ambacho umepungukiwa, things that you're missing, sio maombi. It's not prayer. Kwa sababu maombi unaomba sana. Because prayer you're praying a lot. Kama kunena kwa lugha unanena sana. You're speaking in tongues, you're speaking. Kuna watu anafunga mpaka mwili wake umebadilika. There are people who fast but their bodies have changed. Umejitahidi, unafunga, unaomba, unajitahidi kwa kila namna, ili maisha yako yabadilike. So as your life could change. Lakini miaka inaenda, but life continues, ukiwa kwenye wokovu, hakuna matokeo kwenye maisha yako. And there is no results. Haujapungukiwa na wokovu. You have not lost. Haujapungukiwa na maombi. You have not lost prayer. Haujapungukiwa na mifungo. You have not lost. Lakini kuna kitu kimoja umepungukiwa. Hicho kitu ndicho Mungu ameniambia nikukumbushe jioni ya leo. Umepungukiwa na uaminifu. You have failed to be faithful. Umepungukiwa na uaminifu. You have failed to be faithful. Ukianza kupractice kuwa mwaminifu. When you start practicing. Ukianza mazoezi ya kuwa mwaminifu. When you start the exercise. Ukianza kuwa mwaminifu. When you start to be naona faithful. Mungu akiyabadilisha maisha yako. Naona Mungu akibadilisha maisha yako. Naona Mungu akibadilisha maisha yako. Kuna watu Mungu atawabadilishia maisha yenu. Yes. Ukianza kuwa mwaminifu kwa Mungu, ukawa mwaminifu kwa viongozi wako, ukawa mwaminifu kwa baba yako wa kiroho, Mungu anabadilisha maisha yako. Hallelujah, glory to God. Kaa. Kama kuomba tunaomba. If we pray, we are praying. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. But I want to tell you one thing. Ukiwa unaomba when you're praying, na wewe sio mwaminifu, and you're not faithful, hakuna majibu ya maombi yako. There is no answers. Lakini ukitaka kujibiwa kwenye kile unachokiomba, but if you want to be answered, jijengee tabia ya uaminifu. Be faithful. Ukiwa mwaminifu, when you're faithful, kuna kitu unatengeneza kwenye maisha yako. Something that you're making in your life. Nikwambie. Let me tell you. Nikwambie kitu. Let me tell you something. Nani yuko tayari kusikia hiki kitu? Who is ready to hear this? Hata kwenye maisha ya kawaida. Even in this life. Hata kwenye maisha ya kawaida. Even in this life. Kwenye kazi za kila siku. In your daily works. Ili uweze kuongezeka. If you want increase. Ili uweze kupiga hatua. If you want to move. Ni kwa kadiri unavyokuwa mwaminifu. It's according your faithfulness. Anayeweza kunielewa ni mtu anayefanya kazi kwenye kampuni ama kwenye ofisi fulani. Unajua kuna watu, there is people, ana elimu ya chini, has low education, lakini kwa kadiri unavyokuwa mwaminifu, but how you become anapandishwa cheo, you become raised, anazidi kuaminiwa. Ili uweze kuaminiwa, lazima ujenge uaminifu. Kitu ambacho kimekosekana kwenye kizazi hiki, in this generation, kwenye kizazi hiki tumepungukiwa na kiungo uaminifu. In this generation you have lost faithfulness. Lakini kumbuka, uaminifu ni tunda la Roho. Faithfulness is a fruit of the Spirit. Uaminifu ni tunda la Roho. Faithfulness is a uaminifu ni tunda la Roho. Ukijenga tabia kuwa mwaminifu, umejijengea maisha ya kutembea na Mungu. You have make your life to walk with God. Mtu anayeweza kutembea kwenye njia za Mungu ni mtu mwaminifu tu. People who can walk in the ways of the Lord are the faithful people. Ili Mungu atembee na wewe, na wewe utembee na Mungu, lazima ujijengee tabia ya kuwa mwaminifu. If you want God to walk with you, ni nani ataanza kujenga mahusiano na Mungu kwa uaminifu? Nani anatamani awe mwaminifu? Who wants to be faithful? Nani anatamani awe mwaminifu? Who wants to be faithful? Niweke kitabu cha Torati 7:9. Nani yuko tayari kuwa mwaminifu? Who wants to be faithful? Nikwambie kitu. Let me tell you one thing. Wewe sio mtu wa kawaida. You are not a normal person. Wewe sio mtu wa kawaida. You are not a normal person. Mungu wetu tunayemtumikia, yeye ni mwaminifu. He is faithful. Kama Mungu ni mwaminifu, ili uwe kama Mungu, lazima uwe mwaminifu kama Mungu. Anasema, faithful like God. Basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu. Basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu, Mungu mwaminifu.
Mungu mwaminifu. Kuna mtu ananielewa? Anasema kuna kitu ambacho watu wanatakiwa kukijua. Things that one should know. Watu wenyewe wanaotakiwa kujua who want to know ni mimi na wewe. It's me and you. Anasema basi jueni ya kuwa now know that Bwana Mungu wenu ndiye Mungu mwaminifu. Your Father is a God who is faithful. Ashikaye agano lake na rehema zake kwao wampendao. Who keeps his covenant and mercy. Mungu ni mwaminifu kwenye kushika maagano yake kwa wale watu wanaompenda. To the people that love him. Kuna mtu ananielewa? Mungu akiweka agano kati yake na wewe, yeye ni mwaminifu kwenye hilo agano kuhakikisha amelitimiza sawasawa na alivyosema. Kama Mungu alisema nimeingia agano na wewe la utajiri, yeye Mungu anashikilia lile agano kwa uaminifu ili hakikisha umekuwa tajiri. Kwa nini haui? Ni kwa sababu Mungu anajitahidi kuwa mwaminifu, engage, anashikilia msimamo wake, lakini wewe unaupoteza uaminifu. But you lose your faith. Mungu amesema, God has said, anashika maagano yake kwa uaminifu. He keeps his faithfulness. Kuna agano gani ambalo Mungu aliingia na wewe? What is that covenant that God has kept in you? Na je, hilo agano ambalo Mungu alilifanya na wewe limetokea? And that covenant has it existed? Je, ni nani ana kumbukumbu kwamba kuna agano Mungu ameingia naye? Who remembers that God has kept his covenant in him? Ni nani ana kumbukumbu? Who remembers? Anasema basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu mwaminifu, ashikaye agano lake na rehema zake kwao wampendao, na kushika amri zake hata vizazi 1000. Mungu ni mwaminifu na uaminifu wake upo kwenye maagano. It is in his covenant. Mungu ni mwaminifu. Uaminifu wa Mungu upo kwenye maagano kuanzia kizazi hata kizazi. Generation to generation. Tunaweza tukaangalia kwa habari ya Ibrahim. We can see Ibrahim. Tunaangalia kwa habari ya Ibrahim. We can see about Mungu aliingia agano na Ibrahim. God entered a covenant na akalishikilia lile agano kwa uaminifu. And he kept his covenant. Hata miaka ilipokuwa imeenda, Mungu alilikumbuka lile agano kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Because God is faithful. Kuna vitu umevikosa kwa Mungu. There are things that you've lost in God. Kwa sababu tumekosa uaminifu. Because you're not faithful. Kuna vitu tumevikosa kwa Mungu. There are things that we've lost kwa sababu ya kukosa uaminifu. Because you're not faithful. Wakati nikiwa pale ofisini, when I was in the office, nilikuwa nimelala. I was asleep. Kwa nipo na tafakari. I was memorizing. Mungu akanionyesha and God showed me mambo makubwa sana. Great things. Akaniambia, he told me, unaona haya maisha, you see this life, ni maisha ya watu wangu. It's the life of my people. Na akanionyesha baadhi ya watu, and he showed me ambao mko hapa. Some people that akaniambia, he told me, sio kwamba muda wake bado. Not that the time has not. Akaniambia fulani alitakiwa awepo hapa. Was supposed to be here. Akanitoa malaika wa Mungu, akanionyesha mtu mwingine. He showed me another person. Akaniambia, he told me, huyu alitakiwa kuwa hapa. Has to be here. Na watu wake ni hao. And the people kuna watu mko hapa, there are people who are here. Ni watumishi wa Mungu wakubwa sana. People of God. Na wakati malaika wa Mungu alivyokuwa akinionyesha, nilikuwa naona kuna kundi kubwa la watu, kwa baadhi ya wachungaji ambao mpo hapa kanisani. Mungu akaniambia, unaona hapa, sio kwamba muda bado, lakini watu hawa wamekosa uaminifu. Akasema haya ndiyo maisha ambayo ni haki yako na ni haki ya wengine. And the directions of other people. Kuna vitu ambavyo vipo kwenye ulimwengu wa roho. There are the things that in the layman hivyo vitu sio vya Mungu. They are not of God. Vitu vyote alivyonavyo Mungu the things that God has. Ni kwa ajili yako Donata. It's for Donata. Ni kwa ajili yako Jovit. It's for Jovit. Ni kwa ajili yako Thomas. It's for Thomas. Ni kwa ajili yako Elia. It's for Elia. Malaika wa Mungu akawa anazidi kuniambia, the angel of the Lord continued telling me, hivi vitu these things ni vya kwenu. Are yours. Hiki unakiona
ni cha kwenu, hiki ni cha huyu, hiki ni cha huyu. Na sio kwamba wakati ni bado, lakini watu hawa wamechelewa kuishi haya maisha ama kuishi kwenye huu ulimwengu ambao mimi nataka wakae, kwa sababu wamekosa uaminifu. Because they are not faithful. Kwa sababu wamekosa uaminifu. Because they are not faithful. Kwa sababu wamekosa uaminifu. Because they are not faithful. Watu tumebaki kwenye vifungo. People are saying they are kuna vitu vinatushikilia. Kuna asili ya familia imekungangania. Kuna vitu fulani haviondoki kwenye maisha yako. Sio kwa sababu hakuna maombi. Kwa sababu maombi tunaomba sana. Because we praying a lot. Ila kitu ambacho kimepungua ni uaminifu. Is faithfulness. Ambao Mungu anasema that God has said, hata kidogo hamna. Even little you don't have. Kuna baraka nyingi za Mungu. There are blessings of the Lord. Kuna baraka za Mungu kwa ajili yako. There are a lot of blessings of the Lord that haya maisha ulionayo, the life that you're living, sio maisha yako. It's not your life. Na kuambia ukweli. I'm telling you the truth. Na sio kwamba wakati bado. And not because the time has not come. Kwa sababu Mungu asemagi uongo. But because God does not say a lie. Sio kwamba majira ya Mungu yanakuja, no. The time of the Lord is coming. Majira yapo tayari. The time has come. Wakati wako upo tayari. The time has come. Muda wako uko tayari. The time has come. Tayari kuna vitu vipo. Already the things kuna kitu kinasubiriwa ili uweze kuingia kwenye huo ulimwengu. Kuna hatua chache, na hatua iliyobaki ni uaminifu wako. Uaminifu ni hatua ya kukuingiza kwenye hizo baraka ambazo Mungu amekuandalia. Faithfulness is a fit to lead you to the blessings. Kuna mtu ananielewa? Does someone understand me? Kinaitakiwa ni uaminifu. What is to be done is faithfulness. Uaminifu ndio kitu ambacho kimepungua kwa watu waliookoka. Faithfulness has reduced to the born again. Kuna mtu mmoja, wakati nimeuliza swali, when I was asking a question, ameniambia, has told me, uaminifu, faithfulness, ni kuwa tayari, is being ready, kubaki mkweli, to be truth, hata kama until itakugharimu kufa. Death. Nani yuko tayari kubaki mkweli kwa Mungu? Who is ready to be hata truth, kama itamgharimu kufa? Until death. Kuanzia saa ngapi? At what time? Kuanzia sasa. Lakini kabla hatujaendelea, but before we continue, ngoja nikufundishe hiki kitu. Let me teach you one thing. Uaminifu, faithfulness, kabla hujawa mwaminifu kwa Mungu, before you be faithful on God, lazima uwe mwaminifu, you have to be faithful kwa mtu unayemuona, to the people that you see. Biblia inaniambia, the Bible tells me, utasemaje ninampenda Mungu nisiyemuona? How will you say that you love God wakati jirani yako, but your neighbor, unamchukia? And you hate him. Utasemaje how will you say unampenda Mungu, you love God, usiyemuona, that you don't see, wakati but una wivu na jirani yako? But you're greedy for your neighbor. Sikia nikwambie kitu. Let me tell you one thing. Uaminifu, faithfulness, unatakiwa ujenge, has to be created, kwa watu ulionao, to the people that you have. Angalia, see, hata umekosa uaminifu, you have lost faithfulness kwa baba yako wa kiroho, to your spiritual father, utakuwaje mwaminifu kwa Mungu? How will you be faithful to your God? Huo ni uongo. That's a lie. Wewe ni muongo. You are a liar. Hauwezi ukawa mwaminifu kwa Mungu, you cannot be faithful kama wewe sio mwaminifu kwa kiongozi wako. If you're not faithful to your leader. Kwa sababu because anasema unatakiwa ubaki kuwa mwaminifu. He says you should stay. Hauwezi ukajenga uaminifu kwa Mungu, you cannot create kama hujajenga uaminifu kwa bosi wako. If you're not created faithfulness to your boss. Kabla hujajenga uaminifu kwa kiongozi wako, if you're not created faithfulness to ambaye amewekwa kuongoze, to your leader that has held, hauwezi kuwa mwaminifu kwa Mungu. You cannot be faithful to your God. Je, ni nani ni mwaminifu kwa baba yake wa kiroho? Who is faithful to the spiritual father? Nikwambie kitu. Let me tell you one thing. Mungu unayemtafuta, the God that you're searching,
au Mungu unayemtaka or the God you want, uko naye, you're here with him na ujui. and you don't know. Kuna mtu anasema mimi nina Mungu. There's someone that says I have God, lakini mimi naweza nikasema hauna Mungu. but I can say that you don't have God. Umemtoa wapi Mungu wewe? Where have you got that God from? Umemtolea wapi Mungu? Where have you got that God from? Mungu yuko ndani ya baba yako. Your God is in your Father. Kuna vitu vingine There are things unaenda kuomba, that you're going to pray, unafunga, you're fasting, lakini but majibu ya kile unachofunga the answers of what you yamewekwa ndani ya baba yako. is in your spiritual father. Kuna mtu anaweza akasema There's someone that can say, mimi sasa hivi siendi kanisani. me right now I cannot go to church. Mimi nitafanyia ibada nyumbani. I can do the service Nitasali in my home. nyumbani. I can pray in my home. Mbona huwa naota ndoto? Why am I dreaming? Mbona huwa naona maono? Why am I seeing visions? Lakini nikwambie, But let me tell you, kabla Mungu hajaja kwako, before God comes kuna mahali to you, anapita there is ili where aweze he's kuja passing kwako. for him to come to you. Kuna mahali Mungu anapita. There is where God passes. Unaweza ukashangaa, You can wonder, wewe ni pastor. you're a pastor. Nimtolee pastor mmoja mfano, Pastor Thomas. Simama. Let me give you an example from this pastor. Simama hapa mbele. Lays up in front here. Simama hapa mbele. Lays up in front here. Unaweza ukakuta, You can find nitakachokuambia ukifanya, that what I say, baba yako your father akakupa maelekezo, gives you instructions, akakwambia and he tells you unatakiwa you have to to mlimani to the mountain siku 7 days mfululizo. consecutively. Unatakiwa uende wapi? To mlimani. Siku ngapi? Siku 7 mfululizo. Siku 7 mfululizo. Ndio. Ikatokea pastor, and it happens ukawa umeenda mlimani that you go to the mountain siku 3. 3 days. Siku ya 4 the 4th day ukabadilishiwa, and you be changed, sio na baba yako. Sasa not from your dad, mawazo yako yakakwambia but your thoughts. sasa hivi uende kanisani. Your thoughts tell you go to church. Sasa hivi Right now uende kanisani. go to church. Ukatoka ukaenda kuombea kanisani. You move and go to church and pray. Na ukafika kanisani And you lead to the church ukaanza kusikia sauti and start listening. ama ukaota ndoto. And you dream. Je, ni kipi unatakiwa kufanya? What are you supposed to do? Kwa ufahamu wangu mimi, baba akishasema niende kuombea mlimani, hata kama kuna wazo lolote au ndoto yoyote, siwezi kuamua kuja kuifuata hiyo ndoto bila kumwambia baba, kwa sababu yeye ndiye baba yangu, ndo aliyenipa maagizo ya kwenda mlimani. Kwa sababu yeye ndiye Mungu kwako. Amen. Because he's your God. Wana wa Israel, people of Israel, walikuwa wakisikiliza were listening maelekezo alikuwa anawapa Musa. From Moses. Ushindi wao wa kushinda vita, uwezekano wao wa kutoka kwa Farao, ilikuwa direction ya nayo Musa. Kuna mtu ananielewa? Does someone understand me? Aliposema tuondoke, when he said, ingetokea wengine wakasema tuondoke, wangeangamia, kwa sababu kwao Mungu alikuwa ni Musa. God was Musa. Kuna mtu ananielewa? Does someone understand me? Kuna kitu namfundisha mtu hapa. There is something I'm teaching someone. Pastor, inawezekana ukaota ndoto. It may happen that you may na ukawa una uhakika ni Mungu anakusemesha. And be sure that God is saying. Ila nikwambie kitu. But let me tell you. Sio Mungu anakusemesha. It's not God that is saying. Huyu Mungu tunayemtumikia, the God we are ni Mungu wa protocol. Is a God of protocol. Ni Mungu anayefuata kanuni. Is a God of protocol. Mungu ni Mungu wa utaratibu. God is a God of protocol. Mungu God alipokuwa akishuka, alikuwa washukii wana wa Israel. He was not coming to Israel. Hakuna siku, there is no day, Mungu alisema nimemkuta Musa ana hasira, kwa sababu Musa ana hasira, ngoja niende moja kwa moja kwa Haruni. Because Moses was pamoja. Musa alikuwa na matatizo. Not because Moses was. Kuna wakati Musa alikuwa na hasira. There's a time when Moses was lakini Mungu kwa sababu ya utaratibu
aliyojiwekea. Mungu ni Mungu wa protocol. Mungu ni Mungu wa kanuni. Mungu hakuvuka mipaka akaenda kwa Haruni. Mungu hakuvuka mipaka akaenda kwa wana wa Israeli. Mungu alichokifanya, alikuwa anaenda anazungumza na Musa, Musa anazungumza na watu wake. Nani yuko pamoja na mimi? Nani ananielewa vizuri? Who is understanding me? Nani ananielewa vizuri? Who is understanding me? Nani ananielewa vizuri? Who is understanding me? Mambo ya kiroho yana utaratibu of protocol. Ukiona prophets, when you see prophet ambaye amekupaka mafuta, kuna somo nitalifundisha, there is a study that I will linaitwa kuamuliwa kwa mafuta. Aliyekupaka mafuta ndio huyo ana direction ya maisha yako. Aliyekupaka mafuta ndiye anayeweza akajua kesho utakuwa nani. Aliyekupaka mafuta ndio anayeamua kesho yako. Kwa hiyo heshimu sana anayekupaka mafuta, kwa sababu mafuta yanaweza kuwa upande wako na yanaweza akawa kinyume chako.